Yombo, una uzito wa kilo ngapi? Mifuko 2 ya simenti. Kilo ngapi? Haina namba? Namba 1 na namba 2, jumla inakuwa mifuko 2. Tanganyika ilipata huru mwaka gani? Kuhusu Tanganyika, ilipata huru kipindi cha uhuru. Na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ndo alitusaidia kupata uhuru. Na baada ya uhuru tukawa huru na ukoloni ukaisha baada ya uhuru. Mwalimu, kwenye shule yako nitakuja kufanya tukio baya sana. Siofii kuangamiza watu. Nachotaka ni mzigo wangu. Lakini sijui umepoteaje. Ndo tulifunga vizuri, lakini tumefunga vizuri. Ni kweli yule mtu kaja hapa kwenye hii shule. Na sijui ana ukaribu gani na mwalimu mkuu. Kuna kitu nimeokota. Una kifua? Wewe ukioni au kimehamia mgongoni? Nimeokota unga. Wachawi hao wameangusha masembe yao umeyapitia. Sio sembe, madawa kulevya. Nimekuita mara moja, unarudi darasani. Hivi unakumbuka kufanya kazi? Au unazurura tu shuleni na kubishana na wenzako? Ujue siku za hii mission zinazidi kuisha. Na tukifeli na mimi nakuhakikishia sikupi ustaafu. Utafanya kazi mpaka meno yapotelee kazini. Nywele zitapotelea kazini. Mvi zitakuja mpaka zitaanza kubadilikia rangi upo kazini. Jeneza itakutia kazini. Hakuna kitu sipendi kama kufuatiliwa. Mimi ni mtoto. Tumeshaongea, tumeshamaliza kila kitu. Mambo yote tumeshaongea, tumeshamaliza. Sasa mambo mengi yanatokea wapi sasa hivi? Tushagawana kazi, kila mmoja apite upande wake. Sasa kufokeana ndo nini? Mimi sitakagi mambo ya kufokeana kwa kweli. Unajua maisha yalopitia. Kwa hiyo tusichanganyane tafadhali. Hii kazi umenipa ujugumu wake. Aliopo nyuma sio wanafunzi wa chuo, ni jambazi alishindikana. Haya sawa, umepata kipi mpaka sasa hivi? Nitakachokipata nitakuletea, nitakwambia. Sasa nikwambie vitu vya sasa hivi ambavyo vina uhakika. Sasa jioni kabla hujaondoka tuonane, nikupe maagizo. Naenda kwa mkuu wa shule nikaongee naye kidogo. Maana my intelligence huwa atutulii. Elimu na tulichosomea na tuliopitia vinatusumbua sana vichwa. Muda wote unaanza kusaidia nchi. Kuna lingine au na hilo? Alafu nishakwambia usiwe unanikatisha hivyo. Hata ikitokea bahati mbaya umekuwa mkubwa wangu, usingeninyamazisha hivyo. Mimi nina uwezo wa kukulipa wewe unisichilize hata kwa dakika 20. Mimi na Elon Musk ndio watu ambao tulikuadisia mipango yetu inachukua masaa 48 2 days. Mimi naondoka, ninaenda darasani. Tutaonana nikitoka. Yaani unaondoka sijamaliza kuongea na wewe. Naondoka bwana. Mipango siku 2 najenga dunia. Hebu tusiumizane vichwa. Kaa fikiria, ujue jinsi ya kupanga mkakati wa kupata mzigo. Na una uhakika umeweka pale kwenye uchafu? Ndio, sasa nitasauje kazi yangu? Kuna njia ataifanya. Acha nifikirie. Lakini pia mkuu, ukishindwa kwa njia hiyo, nitakupeleka pia kwa mtaalamu wangu pia. Anaweza kusaidia. Unawazimu wewe kweli eti? Yaani mganga tafuta madawa kulevya. Umepagawa eti wewe? Ama cha kufanya hapo. Shule haina CCTV. Kama je walichukua wenyewe ila wanataka kutupa mzigo tufanye kazi wasitulipe. Sisi hapa tunasambaza. Wenyewe ndio kila kitu. Ila kama pia ni mwizi, basi kamleta yeye. Nani anajua mimi napoweka dawa tofauti yetu sisi na wao? Kuna mtu anakuja. Ondoka. Nitakufuata nje. Sawa mwalimu. Habari yako kijana? Salama tu mwalimu, salama za mihangaiko. Mimi na wewe nahangaika. Mimi ndo inabidi nikuulize wewe habari za mihangaiko. Kwaheri bwana. Good afternoon. Hebu ongea bwana uondoke. Mbona kutaka kualibana siku kaijage? Masichini. Kupagawa kila mmoja atapagawa kwa wakati wake. Ndio nimeingia na kusalimia unapanichia salamu. Masichini. Ndio shida ya kupewa elimu bila pesa. Unachanganyikiwa na elimu yako. Mimi mwaka 2019 na 2020 nilipagawa. Nilichanganyikiwa chisa chitabu, nilisoma sana novels mbalimbali za waandishi kama kina Eric Nixon, kitabu chake kile cha The Giant of the Forest na vingine. Unampanichia nani sasa? Kaijage, unataka nini? Sasa ugomvi. Hebu relax. Usitese mwili, mishipa itafanya macho yako yakose nguvu. Hebu relax, shusha pressure hapo tuendelee. Tayari nimeshusha. Unataka nini? Sema anyway, nataka nikupe kazi moja. Ukifanikisha kumaliza, nitakupa kiasi cha pesa kizuri. Kazi gani?
mwalimu mkuu nisiichilize. Nakupa kazi ambayo ukikamilisha nakupa kama $4,000 kama milioni 10 kuelekea 11. Ukikubali. Yaani ukikubali tu. Sasa hivi ukipiga chafya na kuwekea milioni 5 kama milioni 5 hivyo kwa ajili ya advance, afu nakupa kazi. Milioni 5? Kazi gani? Hebu ngoja kwanza nikae chini. Tajiri akisimama dakika 5 anapoteza focus ya mwili. Msomi atakiwa relax 24 hours. Yule ndo akatuchezea. Hakuna mwingine. Sasa nyie msihangaike. Yule kuku wetu. Na nimempa hizo siku tu atafute mzigo wangu. Akiukosa nitatumia nguvu kuupata na kumwambia hakufaa kucheza na mimi. Ile shule nitaifanya kiwanja cha mpira ndani ya dakika 1 tu. Hata mimi nakuunga mkono. Maana ni miezi 3 sasa tunafanya nao kazi. Hawatugeuki. Leo aseme eti mzigo umepotea. Na kama kweli itakuwa umeibiwa, basi wote tupo hatarini. Mimi yule hawezi kuniingiza kwenye matatizo hata siku moja. Labda mimi nimuingize yeye kwenye matatizo. Ila mimi hata kunikamatisha hawezi. Hata kikamatwa leo hajui nilipo. Hata wakinikamata hakuna ushahidi. Ila yeye ndo ataonekana ni muuzaji kwa sababu yeye atashikwa na ushahidi. Tumia akili mdogo wangu. Wewe na vipi? Umenivuta kama mwizi uko unandai moyo. Hebu nisikilize. Ule muda umenipa habari za mshituko mpaka sasa hivi zinanipeleka desi. Hebu niambie ulichoniambia kina ukweli ndani yake. Au ulikuwa tunarusha tu masiara yako? Umeokota huo mzigo kweli? Yaani hebu nieleweshe kwa mapana zaidi. Hafu wewe bwana mimi. Kumbe ni hicho. Mimi si nimekwambia tukitoka jamani. Achana na habari za kutoka. Mimi najua tupeleke wapi, ndio maana umeona mpaka sasa hivi nawaza hela tu. Una uhakika ni kweli? Na aliyetupa namjua. Nimeokota pale jaharani. Ila sijamali yani nachojiuliza ni kwamba ametupa alikuwa hajui, alikuwa anajua. Aliyetupa namjua ni nani? Mlinzi wa shule. Mlinzi wa shule? Yaani hebu tukauze kwanza kabla hatujakamatwa. Na maana kama ni madawa ya kulevya, mwenye nayo atayarudia tu. Bwana we, hafu kweli. Hasabu tunafanyaje? Tunafanyaje? Tukitoka shule tukauze, mimi napajua pa kupeleka. Sawa, na ndio itakuwa shilingi ngapi? Inategemea na mzigo, kama utakuwa ni mwingi kidogo na ukapewa hata laki. Unasemaje wewe? Umemkia chooni eti? Tumeamkia chooni wote. Mbona kutukana ghafla? Umenishangaza. Mzigo $100. Ule mzigo wa milioni kadhaa kidogo huko. Sasa hizo kadhaa ni ngapi? Hiyo mwacha miemko. Tutasikika kwa watu. Hebu tuondoke, tutakutana baadaye. Mkuu nisiichilize. Nakupa kazi ambao nimetamani kufanya na wewe. Kuna mzigo nitakupa ambao binti atakuja kuufuata hapa. Simuamini. Ndio maana nataka uende wewe upeleke kwa bosi wake. Akupe hela uniletee. Kwa nini unichague mimi? Hebu usijione wa pekee sana. Nikae na kubembeleza wakati hela ni ya kwangu. Nimeona wewe ndio mwenye shule. Huwezi ondoka na chimzigo ukaacha shule. Kwa sababu hata ukisema uniachie shule mimi kesho kutwa na ibomoa na weka kawoshi na parking ya magari yangu. Kwa hiyo mimi siwezi kwenda huko. Yaani sitaki nionane na mwenye mzigo. Kwa hiyo nataka nikutume wewe uende kama assistant wangu. Mimi ni dili ya mimi na wewe tu, hakuna mwingine ambaye anafaa kujua. Hebu acha mzigo gani kwanza? Nakwambia ila najua uwezi ukaamini kama nafanana na hiyo kazi. Nauza cocaine. Na ninazo zote aina 3. Ushawahi kufanya biashara ya cocaine? Kaijage. Wewe alikwambia mimi nafanya kazi za cocaine nani? Na wewe kwanza umeanza lini hiyo biashara ya cocaine? Hebu usiichilize. Kama umekubali sema, kama hutaki sema. Cha muhimu tu nisisikie matangazo ya vifo kwa walimu wengine huko. Kama umekataa niambie, sio kufokeana. Unajua nina muda gani sijafokewa serious. Niweke hiyo hela tajifikiria. Isho. Iwe bojo. Ya useme tu umekubali. Yaani masichini bwana. Unazunguruka yani nikuweke hela ndo ujifikirie. Useme tu umekubali. Au ukisema nitakuona masichini sana. Siniwazie mabaya basi anyway. Na kuwekea fedha na kutumia maagizo kwa njia ya message WhatsApp. Ngoja nikachukue mzigo wangu kwenye gari. Madam, nina mazito. Nimesikia kwa mwalimu Kaijage huko. Yapi tena? Nimemsikia kwenye ofisi ya vitabu huko anaongea na mtu. Anasema, sijui tunamfuatilia hatua kwa hatua. Sijui hapa shule chuko na uchunguzi unaendelea. Sijui atampa majibu huyo ambaye anaongea naye. Inaonekana kuna kitu kinaendelea cha chini hapa kwenye shule ambacho Kaijage anafuatilia. Uchunguzi tena?
Ndiyo, wamesema uchunguzi na Kaijage atakuwa kuna kitu anakifanya chini kwa chini. Shoga yangu tunyamaze kwanza. Tuone mchezo unaendaje. Na sisi pia tufuatilie chini kwa chini hivyo hivyo. Wewe tena unavyopenda umbea. Babu we kusutwa suna na Kaijage amsute nani? Hebu tuondoke shoga yangu tukasutwa bure. Mama, naomba ongea na mwanao ajirekebishe. La sivyo mimi siwezi kuishi naye muda mrefu. Nimemvumilia sana mama na umekaa kimya. Haumjui mwanao. Hapana mwanangu, sio hivyo. Yaani useme hivyo mwanangu. Kwani imekwaje? Mama, mwanaume tunagombana kila akiamka kila akilala. Sijui kazi yake Mungu wangu mimi. Tunakula tu. Kama ni vya haramu analeta mimi tajuaje? Hapana mwanangu useme hivyo. Yule ni mtafutaji namjua. Ni basi tu ndivyo alivyoumbwa. Mzoe. Mama najuta. Madeni. Nasumbuliwa sana yani kesi zake naamua mimi. Kila kukicha kesi zake ni yeye tu. Mwanangu useme hivyo. Tutaongea baadaye vizuri. Kana chakula tule wote. Tutaongea vizuri tukishamaliza kula. Na mimi pia nitaongea naye. Useme hivyo mwanangu, yule mmeo tu. Na sasa hivi Yombo anasoma. Yombo anasoma mama, na mimi nilishangaa hivyo. Yaani anasoma na anavaa kabisa sare za shule za mwanafunzi. Hebu kapike kwanza mwanangu, nenda kwanza kapike. Nakupa kazi. Na uhakika 99% moja sijaiona tu. Mkuu wa shule anahusika na cocaine 100% zote. Sasa mimi nakupa kazi. Katafute ni wapi anaficha. Na leo hii muda si mrefu anatoka. Utajua wewe unaingiaje kwenye ofisi yake kwa sababu hiyo ni kazi yako. Pia kuna au basi. Nisikilize kwa makini. Naomba kaniletee mtoto wa mwalimu hapa. Kamsubiri atoke shule, mchukue mlete hapa.